apewe sifa. Tupo hapa siku ya leo kwa sababu kutangaza neno la Bwana. Yesu Kristo amekuja duniani kwa sababu wa watu wenye dhambi, kwa sababu wanadamu mwanzoni walikuwa watu wasiokuwa na haki ya kuchagua kitu chochote, lakini siku Yesu alipokubali kuja kuzaliwa tena dunia hii ili siku ya mwisho wanadamu wakapate uzima wa milele. Kwa maana Yesu Kristo alikubali kufa pale msalabani na siku ya tatu akaja akafufuka kwa sababu ya wanadamu kupata uzima usioisha. Bwana Yesu asifiwe. Hapa leo nimesema kwa sababu tupo ukingoni wa dunia hii, kwa sababu sisi wanadamu tupo mwisho wa dunia, kwa sababu kuna watu wengi mpaka sasa hivi hawajui wapi walikotokea, wapi walipo na wapi waendapo, kwa sababu chochote kinachotokea juu yao ni watu wanaofuata upepo. Lakini moja kwa moja kitu kimoja, tupo ukingoni. Yesu yeye yupo mpaka sasa hivi, yupo kazini, na shetani mpaka sasa hivi yupo kazini. Hapo unabii uchague wewe, kwa sababu Yesu yupo kazini na shetani yupo kazini. Kazi ya Bwana Yesu ni kukufundisha wewe ufanye mambo mema siku ya mwisho ukapata ufalme wa mbinguni, na kazi ya shetani ni kukufundisha mabaya siku ya mwisho ukapata taabu. Sasa asilimia kubwa ya watu wa dunia hii wanamkubali shetani kwa sababu mambo anayoleta yeye ni mambo kwamba kama ni mazuri machoni yetu, lakini kiroho ni mambo mabaya. Watu wengi wanasema kwamba dunia hii watu wengi ni wanaume. Nimekosea, kwa sababu wanasema dunia hii watu wengi ni wanawake. Haleluya. Ndio maana hapo wanaume wanasema kwamba kama wanawake ni wengi, sisi wanaume tuko kidogo, tuna haki ya kuoa wanawake hata kwa 6, kwa sababu tukimwoa mke mmoja au wengine watolewa na nani. Ujue kwamba hiyo ni fikra ameleta shetani kwa sababu sisi tupate kurukiwa akili zetu. Na wanawake nao watasema kwamba kwa sababu wanawake, kwa sababu wanaume wako kidogo, mimi inabidi nipate wangu, mimi inabidi nipate wangu. Utakuta wanawake wapo na wanaume 6. Utakuta mwanamke yeye na mwanamume hivyo hivyo ana wanawake 7. Kila mtu ameshaharibikiwa kwa sababu shetani ameleta fikra fulani na watu wameharibikiwa. Nikwambie kitu kimoja, Yesu yeye amekufa msalabani kwa sababu tu tufanye mema dunia hii ili tukimaliza maisha ya dunia hii tukapata uzima milele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwamba nachokuambia, wanadamu hawataki kufanya kweli. Wanadamu wanaleta dhambi ili waharibikiwe. Jua kwamba Yesu amekufa msalabani, amesulubiwa, ametobolewa na mkuke, amemwaga damu, amemwaga maji, wamemdharau, walimvua nguo kwa sababu yake. Lakini mpaka leo wewe ni mtu mwenye dhambi, hautaki kuacha dhambi. Ninakwambia kitu kimoja, siku moja utajilaumu. Siku moja unasema ningejua, nisingefanya dhambi, lakini muda utakuwa umeshakuacha. Ndio maana mwenyewe kuambia kwamba Mungu anakupenda sana, na achana na dhambi. Dhambi ni sumu. Kama kuna adui duniani ni dhambi. Adui mkubwa wa wanadamu ni dhambi, kwa sababu unafanya dhambi, lakini siku moja hiyo dhambi itakutafuna. Siku moja hiyo dhambi itakuchoma moto. Dhambi ni kama mafuta juu ya kibiriti. Dhambi ni kama mafuta juu ya kibiriti. Ni mafuta ya gari, mafuta ya pikipiki, kwa sababu kuchukua kibiriti kiweka inawaka. Hiyo ujue kwamba mafuta ya kuwewe itakuunguza ni dhambi. Usiache wewe leo. Mimi nikwambia muda kitu kidogo. Mungu anakupenda sana. Tupo madhabahu hii nikwambia kwamba Mungu anakupenda. Acha sana. Kama ulikuwa mtu mwenye dhambi na ukakubali kumpokea Yesu, wakati huu Mungu yuko karibu kabisa na wewe. Mungu yuko karibu kabisa na wewe. Kumbuka Yesu yupo dunia hii, amefanya mambo mangapi mema kwa wanadamu.
amewaponya watu wengi. Lakini wanadamu wa leo tupo mbali na Mungu wetu, tupo mbali na Mungu wetu. Lakini nakwambia kitu kimoja, Mungu anakupenda, Mungu anakupenda, Mungu anakupenda. Acha dhambi, mkimbilie Yesu, maana yeye mwenye uzima wa milele. Amen.